Timotheo alikuwa na nia ile ile ya Paulo ndani yake. Yaani Paulo alijiona kwa Timotheo. Kama hujioni kwa mtoto wako kwa matendo yake, jua umefeli. Unatakiwa uanze tena upya. Yale unayoyaona ni magumu kwa kwako wewe, unaona hii sikuenenda vizuri katika ujana wangu. Kuenenda kuzuri kuko hivi na ukuoni kwa mwanao au kwa kijana wako au kwa vijana ndani ya kanisa, una taski ya kufanya. Na hiyo kwa nguvu zetu hatuwezi. Tumejifunza ni kwa kumwomba Roho Mtakatifu. Ellen G. White anatuambia kwamba kama matusi yanaweza kujibiwa kwa upole, ghadhabu zikajibiwa kwa utulivu, yani yale zikaja negativity, yani mtu kafanya baya wewe ukafanya kinyume chake. Ndio maana alisema akikupiga kwa shavu hili ukageuza hili, watu watamwona Kristo na utashuhudiwa. Sasa jina gumu kidogo, Epafrodito baada ya Paulo kuwa gerezani akachaguliwa kwamba basi wewe uwe mtu wa kumhudumia Paulo anapokuwa kule gerezani. Kijana huyu akatenda kwa uaminifu. Na walikuwa wanataka tu wajue kwamba Paulo kule gerezani atakuwa na mwenendo, yani atakuwa katika hali ipi. Akateuliwa. Paulo akaushuhudia ukamilifu na uaminifu wa huyu kijana katika maisha. Hivi ukiwa gerezani unauona wema na uadilifu na ukamilifu wa mtu ambaye yupo anakuhudumia. Hivi unapokuwa gerezani unakuwa na hali gani? Mawazo yako yanakuwa vipi? Unakuwa huru mpaka kuobserve ujue kabisa kwamba huyu kwa kweli amekuwa kijana. Yani Paulo mpaka akasema jamani, huyu astahili kutii, yani kumtii. Yani ni mtumishi mwaminifu. Ina maana alitenda kwa uaminifu. Na inatufundisha pia kwamba wenzetu wanapokuwa katika hali ngumu, tuna wajibu kama Wakristo wa kuwasaidia katika hali zao ngumu, kuwatia moyo, kuwaonyesha kwamba bado Kristo katika hizo hali walizonazo yupo katikati yao.